na dini ni maskini. Wewe miaka yako yote umeishi, ushawahi ona mhubiri mpaka wale wanakujaga wazungu? Ushaona mtu akiangusha uhuru? Ama usikie tu ule mzee anaanguka pale anatolewa mapepo, ni manager wa bank. Ushawahi sikia? Kwani shetani ni wetu? It was Satan meant for poor people. Kwa sababu hata kwa TV ukiangalia wale mama wanafika haraka, sema jina yako. Sema jina yako. Sema unatoka wapi? Wanasemaga Kayole, baba ndo. Baba hakuna. Utasikia hata mke wa mtu tajiri. Utasikia mke wa mtu tajiri amekanyagwa hapa. Na hata kama ni pepo ya tajiri inatolewa mhubiri akiwa hapa. Hata kama ni tajiri anaombewa pastor akiwa wapi? Na anaombewa na kizungu. Father Lord, remember engineer Kebiru. Remember his business. He has a tender, upcoming county tender, Lord. Remember this man. Akisisi paka lugha anarudi lugha ya mama. Awa mudhigu. Yani anarudi hiyo level. Lilikana jina wage si mwana. Jina wage si ninaonyeshwa mpaka anasikwa koo. Yani Bwana Yesu atukuzwe. Lakini ni nini ambacho kinasukuma haya mambo? Ni imani. Yes. With faith you can lay hands on your children. Father Lord, in the name of Jesus, amen. I declare and decree that my children shall not be tails but head. Amen. I disconnect them from every evil network. Amen. Imagine na ifanyike. Amen. Sasa kuna haja gani uniletee mtoto nikwambie ati ndio nikuuzie uoga, nikwambie kaa naye hapo niingie naye vestry tukagoye kai. Ushaona siku hizi kanisa zimekuwa kama hospitali. Ushawahi enda hospitali unapimwa. Unafanywa unapimwa alafu daktari anakupita kwa form mara 3 na akuongelezi na anapumua. Na ulikuwa tests. Unajua unasikia kama utamwambia ni uko jirani mlo alikuwa wewe. Kaniambia mimi ni mgonjwa wapi? Hospitali imekuwa hivyo. Kanisa imekuwa hivyo. Ni kwa sababu ya nini? Watu hawajafika viwango vya kukubaliana na Mungu, vya kukubaliana na Yesu Kristo ya kwamba kifo chake kilipasua pazia la hekalu. Kwa hivyo ni kumaanisha kila mtu anaweza beba imani yake na ajipeleke mbele za Bwana. Kanisani tunakuja ushirika. And that is why siku hizi unaona kanisa tunahubiri na milengo. Yes. Kuna watu wanaamini kanisa yao ndio the best. That's true. Kuna watu wanaamini kanisa yenu hakuna mahali mnaenda. Ni kama wako na binguni yao. Yeah. Ni kama wako na Yesu wao. Yeah. Ni kama Yesu wao anavaa jeans. Ni kama Mungu wao anawaongeleshaga na hii mashini ya watoto kucheza. Ni kama sisi Mungu wetu anakujaga na nduthi. Ati horai mahoya matiri manacokio niki nduthi iguru. Lakini watu wakibeba imani yao. Na ndio maana nimewaambia leo ninakubaliana na Tomaso. Ambia mwenzako hata mimi ni kama nitakubaliana na Tomaso. Katika kitabu cha Yohana 20. Yohana 20 inasema hivi. Kuanzia mstari wa 24. Walakini mmoja wa wale thenashara Tomaso aitwaye Pacha hakuwako pamoja na wao alipokuja Yesu. Hebu sikiliza. Nataka tuende polepole. Tomaso alikuwa mtume. Kati ya wale 12, thenashara alikusema 12, okay? Unajua akikuwa na ni ikinyire. Nasema thenashara sema yeye, kwa watu kanenya ate. Tomaso alikuwa mmoja wao. Lakini kuna kitu unique hapa nilikuwa nasoma, ninaona. Sitakubaliana na watu wani challenge na imani yao na hatufanani. Amunielewi? Usikubali watu wa kuchallenge na imani yao na hamukuwa pamoja. Tomaso, kuna wakati Yesu alitokelezea mitume wake na yeye hakuwa hapo. Kuna watu wanatuangaliaga wanaangalia level yetu ya maisha na wao walianza mbele yetu.
Mtu mwenye aliingia Ujerumani miaka 20 iliyopita na wewe uko na miaka 5, tulia, hamwezi fanana. Huyo kuna mahali anajua wewe hujui. Huyo kuna mahali anaweza enda hata kama amefunga nini? Macho. Kama umepata huyo mtu akiwa na gari aina ya Range Rover, wewe endesha tida yako na amani. Amen. Because when you carry a certain level of faith, competition becomes baseless. Amen. Hallelujah. Amen. Unapoelewa imani yako, hauhitaji kujua. Sasa unataka kuniambia kwa sababu sisi tumejenga makanisa kubwa Kenya, unataka kuniambia watu wale huabudu Mungu kule Western wakiwa 5 kwa kanyumba kama tope hawatamuona? Watamuona. Ni nyinyi nauliza. Wale Wakorino wanakuwa pale Kariobangi na kahema kamoja, Wakorino 5 na Darama 6. Unataka kuniambia hawatamuona Mungu? Sio mandhari. It is not the environment. It is what you carry in you. Hata unaweza kuwa huingiagi kanisa na utafika mbinguni. Na wengine wanaingia kanisa wakose kwenda. Bwana Yesu atukuzwe. Wakati Yesu alikuwa anakutana na kila mtu, alikuwa anapima level yake ya imani. Yule mkuu wa majeshi alipomwambia na nyumbani kuna mtu mgonjwa, Yesu alimuuliza niende kwako? Yeye akamwambia hauhitaji kwenda kwangu, lakini sema neno moja tu na atapona. When Jesus was about to heal men and women, first thing he confirmed is if they had faith in healing. Alikuwa anauliza unaamini unaweza kupona? Bwana Yesu atukuzwe. Na wale walikuwa wanampea story, walikuwa na delay process yao ya healing. Yesu anauliza mtu unataka kutembea, anamwambia acha nikwambie. Nimekaa hapa miaka 30. Sikuulizi umekaa hapa, na kuuliza unaamini unaweza kupona. Kuna malaika alikuja hapa anakoroga maji na malaika ni kukoroga. Yule ambaye uponya ndiye amejileta. Wakati mwingine tunahitaji imani ya kuelewa, sio kuuliza maswali, ni kukubaliana na majira. Yesu amekuja, wachana na malaika. Uponyaji ukijileta, wewe pona. Wacha maswali mengi, wacha kujirudisha. Utajiri ukifika, wewe pokea, wachana na maswali. The problem that we have as believers is to ask questions. Yes. Wakati unafika wakubarikiwa, unaanza kukumbusha Yesu umetembea miguu. Na anakuonyesha ndio hii gari. Utachukua hii gari. Unajua kuna siku niliachwa na Minister Lucy akiwa na gari. Haki niliboeka sana tiga museneo ya gari. Muheani wa gari ni akili yake. Hapa ni maneno ya imani. Imani ukiwa nayo utaelewa majira. Faith and seasons goes together. Amen. Because faith is what will alert you. Unaona vile mnatumia kwa message mnasikia ding ding. Yes. Sisi wa Kenya hata kama inalia the same tone ya M-Pesa kwa akili unajiambiaga hiyo sio kusalimiwa, hiyo vile imekuja na uzito. Zingine zikilia ting ting ya M-Pesa unasikianga ding ding. Unasikia kuna kauzito imebeba. What you are convinced of is what faith means. Kile ambacho unahimizika nacho ndani. Unajua wakati tuliapply visa za kuja hapa, mimi ni kwa sababu nishawahi enda UK. Wakati tuliapply visa ya kuja hapa, mimi hata nilisahau niliapply. Actually Chris alikuwa ananipigia simu. Ananiuliza Bishop, mumeangalia visa yenu? Namwambia hata nilisahau. Lakini my wife alikuwa ananiambia kai nidiraga ginya toro. Ate nidiraga ginya toro gamunineke kai adwa visa matakiri marahura. Yani mimi sina wasiwasi. Mimi nimehimizika kwa sababu I live abiding in the promises of God. He says I have given you nations. If God has given me nations, He will give me the permission to enter into those nations. Wakati umehimizika na umekaa katika promises za Mungu, hukuangi na wasiwasi. Bwana Yesu atukuzwe. Sasa nilikuwa namwambia wakati visa zilikuja, nilimpata na duka kwa nyumba. Muza ni nini? Kai nesiumire. Mwambia todorete kai anesiholera. Tia utidoke ririkania mwathani ni urari we imwo. Riu thie mabururi macio wahe orutha wike atia. Wetekio neguo. Faith is our spiritual currency. When you have faith, you can access any door. When you have faith,
any grace. When you have faith, you can access any favor. You only need enough faith to access doors. Bwana Yesu atukuzwe. Na ukiwa na imani utabebewa akili. Bwana Yesu atukuzwe. Tunataka wale ambao wanahimizika, wanasikia, wanaweza taka kuishi Runda, pitia hapa ukitoka kazi, uchimbe mchanga huko unilete, niombee uende Runda. Runda ni ploti na nikununuliwa inanunuliwa. Ni ufanya kazi ukanunue wapi? Na ujue hata hiyo mchanga umechimba kwa ploti ya wenye. It is good to have faith, but it is also to have sense. Yes. Bwana Yesu atukuzwe. Ni vizuri kuwa na imani, lakini unajua sisi Kenya wale ambao tunahubiri injili na kaa hivi hatupendwi. Hata hii unaweza ona ikikatwa na itrend. Ati kuna watu ninapiga. Hapana. Hatutaua watu tena Shakahola. Hapana. Mimi siwezi kukwambia ati nikwambie ufast siku 200. Na hata mwenye neno alifast 40. Mwenye neno lote la dunia hii. Yeye alienda 40. Alafu wewe anakuambia tuende 200, tutakufa sisi wawili. Bwana Yesu atukuzwe. Tutakufa sisi? Bishop, kwa nini nilifast 40 days na bado sijaona Mungu? Hata Yesu wakati alifungua macho after 40 days aliona shetani. Sio lazima ufunue macho uone ploti. Sio lazima ufunue macho uone mzee. Unaweza toka fasting na ukutane na heartbreak siku hiyo. Unaweza toka fasting na ule mtu atakusalimia na uone kama mtapendana, bado aivunje moyo. Kwanza huyo ni mbaya, ataivuja vibaya. Najua atakuja kwako akae uone hiki ni kiega. Uone mpaka watoto wako anawapenda, anawageuza majina. Millicent anaanza kuitwa Miri. Gregor anaanza kuitwa Greg. Na kinapeleka watoto wako out siku kidogo, alafu unaona ni kabisa ni huyu ndiye wa hida lile. Alafu asubuhi moja na ujui kwao. Ujui kwao labda ni Mkisii kama huyu. Na kwao ni kule Kisii upande wa chini kwenye akienda ajenge nyumba yake katikati ya miwa hautamai muone. Anaamuka asubuhi moja anakuambia mama yake amekufa. Na una contact za watu hao anakuambia sasa kwa sababu mama amekufa, lazima nikwende Kenya nikamzike. Naomba tu niende kwa simu yako, kwa banki yako unigwekee 1,000,000. Nitakuja kurudisha nikisika yua mathaini leo. Na hata hujawahi muona na hujawahi pelekwa. Kumwekea hiyo pesa lidho na unashindwa kwa nini nimefanywa hivyo na nilikuwa fasting? Kwa sababu ukitoka kuomba sio lazima ukutane na kile unaomba. Unaweza kukutana na kile kuweka msingi. Yesu alikuwa, shetani aim yake ilikuwa kwamba zile siku 40 ziwe useless, lakini akakumbuka imeandikwa. Kuwa imeandikwa ni kujua imani. I have faith in what it is written. Yeye alikuwa anamwambia tu najua imeandikwa. Na unajua shetani hata wahi kuleta kile kitu hutaki. Hata Yesu alikuwa analetewa mikate kwa sababu ako na njaa. Yesu alikuwa anaambiwa nitakupatia hiyo, naona, kwa sababu alikuwa anajua hata mahali pa kuwekelea kichwa hana. Shetani atakujaribu na kile kitu hauna. Na sana ukiona kile kitu hauna ndio kinakaa ni kama kina twist imani yako, jichunge sana. Bwana Yesu atukuzwe. Jichunge sana. Wale watu wanapenda pesa, hao ndio wanakutananga na wash. Mimi Kenya, ukitaja jina deal, nitakuwa naishi na wewe karibu na wewe ikiwa ni 50 kilometers from where I am. Mimi kama ni simu najua duka. Kama ni pesa najua ziko kwa bank. Mimi utawahi kuja uniambie wale watu uosho wa Kenya ni wale wana tamaa ya pesa. Kuna rafiki yangu aliambiwa sasa kuna mahali kuna dola za 3,000,000 tunauzwa 200,000. Nani anaweza kukuuzia pesa? Isipokuwa watu wa bureau. Ati na hiyo pesa ukipatiwa hiyo dola, alafu watakupatia dawa, uende usiku uzitandaze kwa hiyo karai, umwagilie hii dawa, asubuhi uzipige pasi.
Rafiki yangu alikuwa analia kama kale kitu mnaonanga TikTok. Aligongwa 1,000 ngapi? Wale watu wana tamaa, wao ndio hugongwa. Kwa sababu shetani anajua kile unajua shetani anajua kile unapenda. Wacha nikwambie, shetani anajua kile unapenda. Shetani anajua. Hata anajua roho yako umeokoka, lakini wewe unatamani kulewa. Utaenda tu holiday siku moja nyumbani. Na hiyo kuokoka yako. Haleluya. Lazima kukiokoka uue tamaa fulani. Kuokoka ni kuua tamaa fulani. Niliambia mtu kuokoka sio kushinda wakiongea hapa. Kuokoka ni wewe ni nani katika siri. Who are you in private? Wewe ni nani tukitoka? Wewe ni nani usiku? Ambia wewe mwenzako wewe ni nani usiku? Bwana Yesu atukuzwe. Shetani anajua tu uliokoka lakini hujawahi ua tamaa ya pombe. Utaenda tu sikukuu, ukutane na watoto wenu wote wakuje. Alafu wewe utumwe sukari. Na sukari iko kwa paper bag ambazo zimekuja na sister zako. Oh, my sister in the Lord. Unaenda kufungua karatasi, unaona sukari, lakini kando ya sukari 6 pack ya guarana. Sasa imani inakwambia, kamoja tu ni sikukuu. Na maana sindo kwa nini Mwajiro leo ako na story hivi? Na haongeagi sana. Kumbe ukiendea sukari, uligonga tu gapi? Anashindo kwa nini unawapea story hivyo? Kwa sababu kile ambacho roho yako wewe inataka kiko hapo. Shetani huwa atakugonga tu na kile kitu unataka. Kile kitu anajua unapenda, hiyo ndio atatumia. Hebu angalia watu wengi wameangushwa na kile kitu wanapenda. Hawataki kuacha. Hallelujah. Because living in faith, you have to live under conditions. Kuna sheria, hata ikitangazwa inasemekananga sheria na masharti kutumika. Kila kitu kina sheria. Bwana Yesu atukuzwe. Kila kitu kina sheria, hata ndoa, angalia ile ilivunjika, kuna sheria ilivunjwa. Kwa sababu hata mkishikanishwa pale mnaambiago sema mimi Lilian na kuchukua wewe Godfrey, uwe mume wangu wa ndoa, wakupenda na kuishi naye, nitakuwa mwaminifu. Hiyo ni sheria. Nitakupenda kwa moyo wangu wote, hiyo ni sheria. Kwa raha na kwa huzuni, hiyo ni sheria. Kwa dhiki na faraja, sheria. Kwa njaa ama shibe, sheria. Hadi kifo. Kuna mwanaume alisumbuliwa na bibi yake, akaendea certificate yao ya ndoa. Na aliendea wakati nyanya yake alifariki. Akamwambia sasa, hii ndio certificate yetu ya ndoa. Hii ndoa wacha iishe. Akamuuliza kwa nini inaisha? Mhubiri alisema hadi kifo kitutenganishe, lakini hakusema ni kifo ya nani. Nyanya yangu amefariki, tuachane. Anything that breaks, it because something was broken. In terms of faith, mimi nataka kukubaliana na Tomaso. Kwa sababu mitume wa Yesu aliporudi, verse 25, basi wanafunzi wengine wakamwambia, tunasoma John chapter 20 verse 25 now. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemuona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu ndani katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Wakati mitume walikuja wakakuta Tomaso, wakamwambia, wacha nikwambie, sisi tumemuona Bwana. We have seen Christ. Wacha nikwambie, usikubaliana na wale watu already wamefika hapa. Kataa mpaka wakati wako. Akawaambia, I won't rely on your faith. Yes, you are 11, but I stand on my own faith. This is a place I'm agreeing, and I'm in agreement with Thomas. Yes, you are the one who has seen Jesus, but to me, wacha kuja kuniambia vile Mercedes ni mzuri na sina. Wewe endesha na uniachishe. Imani yangu ipo ya kwamba hata mimi yangu itafanya nini? Kuna watu usubua wale wengine mpaka anakuambia ndoa ni mbaya. Ati kai umetamani kuolewa. Na vile bwana wangu akitumesumbuana. Wewe huyo mwenye anaolewa haolewi na bwana yako. Wewe endelea kusumbuana na huyo mnasumbuana.
Allow other people to venture into it. Where you fail does not mean other people shall fail. Mahali ulikataliwa usifikirie sisi tutakataliwa. Kile ambacho ulinyimwa usifikirie sisi tutanyimwa. Kila mtu asimame na imani yake. Kila mtu awe kama Tomaso. Yes, nyinyi mitume 11 mmemuona Yesu. Niachieni siku yangu ifike mimi mwenyewe nimuone